Camera rolling in 3, 2, 1, action. Oh, guys, almost like a barber or 1 hour. Tuko Landos, Cape and Lounge hapa hoteli yetu, na tuko na chakula mzuri sana. Tutaka mahali pazuri pa kupumzika. Fika tu hapa Landos, Cape and Lounge upate chakula mzuri. Ndani hapa tuko na supu zetu. Kama siku ya leo niko na wageni wangu ambao wametembelea hapa kwa show yangu, so nitafanya tu introduction kidogo. Ndio serikali ni mtu wa 1 term na 2 term, so wacha tufanye introduction kidogo tu. Wacha nianze na hapo mwisho. Kwa majina naitwa Pascal Kuku. Jina linajulikana aka MC Mbona. Hilo ni jina la mtu wa 1 term ama 2 term? 2 term. Yeah. Asante sana Moshi kwa kunipa nafasi ya kuingia katika hii show yako. Kwa majina naitwa Kelvin Kisya, na Kelvin Kisya natoka all the way from Vihiga. Na nimeshukuru sana hii show yako imefika sasa Vihiga. Zidi kuwa na hiyo roho, kwa sababu hiyo sasa ndio roho tunahitaji. Sikuwa najua ya kwamba Moshi anaweza kufikia huko Vihiga. So mimi ni mtu wa 1 term. Huko Vihiga tunaimba 1 term. Vihiga yote ni 1 term. Vihiga yote ni 1 term. Na sinafikiria Vihiga ndio Mudavadi anatoka. Sasa inafaa ukiongea mambo ya Mudavadi, inafaa ujiulize aliletea nini Ruto kwa meza. Ndio sasa uongea mambo ya Mudavadi. Sasa leta kwa shalomio, si Mudavadi aliambiwa anakuwa 30, ilikuwa ni 30%. Mudavadi alipeleka kura 2. Yake ni ya bibi yake. 2 pekee. Kura zenye Ruto alipata, zenye ziliokoa Ruto za kutoka za Wabukusu. Umetoka nyumbani lini wewe? Mimi hapa nyumbani nimekuwa last week, last Monday. So unataka kuniambia Vihiga mzima ni 1 term? Vihiga mzima ni 1 term. 1 term. 100% for Moshi. 1 term. Haya, tarudi kwanza. Migona. Naam. Mtu wa 2 term. 2 term. Kwa nini unasema 2 term? Ndugu yangu, mimi nina mengi la kuelezea wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Sababu kutokana na yale ambayo serikali kuu zimefanya ni mengi tuna sana. Kaa gani? La kwanza nataka niseme hivi. Mimi mwanzo kutoka uchaguzi uliopita ambao uliweza kufanyika 2022, mimi nilivyokuwa kule Mombasani, mimi candidate wangu ambaye niliweza kumpigania ama kumkampania alikuwa ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Kumkampenia kule Mombasani nilionekana kwamba msaliti kwa ibada vijana ambao walikuwa wanatembea nao, wakaniita kwamba wewe umetusaliti. Na wakati Ruto aliweza kutangazwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, siku Raila William Ruto alitangazwa, wengi walikuja wakaniambia kwamba kumbe wewe ulijua mwelekeo. Na jambo ambalo lilinifanya niweze kukampenia William Samoei Ruto, kuna kiongozi mmoja ambaye ni mshauri wa serikali ambaye anaitwa Mheshimiwa. Ulikuwa na kampenia 2022. Nimekuwa mstari wa mbele kampena wa Ruto. Endelea. Kuna kiongozi mmoja ambaye anaitwa
Karisa Nzai ambaye ni mshauri wa rais, political advisor katika ofisi wa rais. Huyo ndiye aliweza kunifikisha, ndiye aliweza kunishauri. Na kule Mombasani Megona, kwa nini unasema William 10 bila break? Mimi nasema William Ruto 10 bila break kutokana na yale maendeleo ambayo ameweza kufanya katika Kenya hii. Jambo la kwanza, kule Ujaluni Bwana William Samoei Ruto alikuja akazungumza na wavuvi. Wavuvi waliweza kueleza shida yao, wakaambia rais kwamba sisi kutokana na hii kazi tunaifanya lakini hatuna soko la samaki. Tunang'ang'ana kila asubuhi kuenda kule Ziwa Victoria, lakini tumekosa soko. Bwana William Samoei Ruto aliweza kuahidi wavuvi kwamba nitawajengea soko. Sasa hivi tunavyozungumza, ukienda katika soko la Oginga Beach liko tayari, soko la Remba liko tayari, Homa Bay kwenyewe beach liko tayari, kumaanisha kwamba wavuvi wanafanya nini? Kazi yao wanayofanya kule katika Ziwa Victoria. Wakishafanya nini? Wao wamefanya hiyo kazi. Megona. Naam. Kampuni ya samaki iko wapi? Kampuni ya samaki iko Thika. Mimi naongelea wavuvi kufanya kazi yao Victoria na kupata soko. Wakati wavuvi sasa wametoka kule baada ya ile kazi yao, soko la samaki liuzwe, kwa sababu hata kuna wenzetu majirani wa Kisii wanakuja Homa Bay, wanarauka siku na mapema kuja kule bali kufanya nini? Kununua samaki. Je, kama yule ameondoka kule Ziwa Victoria na hana soko la kuuzia samaki, inabidi sasa aondoke baada ya kuitoa kule ajenda hapa hivi, ndio sasa afanye nini? Atafute yule ambaye atafanya nini? Atakayeuza. Ama fanye vipi? Lazima tuwe na wale wanabiashara ambao wanafanya nini? Wananunua hizi samaki. So kuna zile soko ambazo zimetengezwa na Mheshimiwa William Samoei Ruto, na nimekuhesabia. Oginga Beach iko tayari, Remba Beach iko tayari, Homa Bay kwenyewe iko tayari. Unielewa? Jambo la pili, ukiangalia Homa Bay town kwenyewe ndio sasa hivi tunajivunia dual carriage, two-way traffic inatengezwa sasa hivi Homa Bay town mpaka road iko pale. Barabara kuu kama hizi barabara zingine ambavyo tunaona huku mjini huko Nairobi. Na upande ya infrastructure, upande ya Ujaluni, mambo ya infrastructure imekuwa nyuma zaidi. Na for the first time tumeona mabarabara zimetengezwa na zinaendelea kutengezwa. Juzi umeona Mheshimiwa William Samoei Ruto amezungumzia mambo ya stima. Zaidi ya 100,000 people wataweza kuunganishwa na stima katika maeneo ya Homa Bay County na maeneo mengine. Juzi akazungumzia mpaka kule Siaya. Kwa hivyo mimi nikizungumzia mambo ya William Samoei Ruto, ama kwa kusema mambo ya tuta, nina sababu zangu. For the first time, ukiangalia kwetu sasa, mimi nyumbani kuzaliwa ni Kindu Bay, Karachuonyo. Tumekuwa na tatizo la maji. Nakumbuka tena sana mwezi wa 4 Bwana William Samoei Ruto alipoenda kule Barakwetu, akawa na gavana wetu ambaye ni Gladys Wanga, amefungua maji ambayo inatoka ukiwa hapa Kosele. Maji imechimbwa kule kule Kabondo Kasipul, mahali paitwa Uthoro. Hiyo maji ni maji ambayo sasa itawezesha watu wa Karachuonyo, Kasipul na Kabondo Kasipul kusaidia watu wa Kindu Bay, Oyugis na Homa Bay Town. Na hiyo ni maji sasa hivi
wewe yale ambayo unaweza fanya ni kwamba utafute mbinu vile utakaye nunua hizo vitu pipes connect to, uwe na tap kwako. Maji imepita, sasa wewe ni utafute yule ambaye atakutengenezea hiyo connectia through that pipe, ingie wapi? Ingie kwako, kama una uwezo wa kufanya hivyo. Lakini sasa maji imepitia. Sawa. So nimekuuliza swali simple sana. Yes. Sana. Yes. Nimekuuliza kwa nini unasema Ruto hukumu bila pay? Mimi nimesema Kidogo tu. yes. Nilikupea time. Yes. Nikakuuliza kwa nini unasema Ruto bila pay? Yes. But kwa time nilikupea kitu nimesikia yenye umeongelelea, umelelea wavuvi. Wavuvi walio Nyanza, ukaongelelea barabara ya Kasipul Kabondo, ukaongea kuhusu kuna bridge yenye imetengenezwa Nyakach. I think kwa zote ni Nyanza yote. So I think kama wewe una support William Samoei Ruto juu ya vitu zinafanyika Nyanza. Bwana Amos Wanao, jambo ambalo ningependa nikwambie, wajua ukiangalia upande wa maendeleo, kuna maeneo ambayo unakuta kwamba wameendelea kimaendeleo. Kuna zile maeneo unakuta kwamba iliweza kufanyika hapo awali, inhali kuna zile maeneo ambavyo ni kana kwamba tengo zikawekwa nyuma. Sisemi kwamba ati Nyanza ndio maendeleo yafanyika. Juzi William Samoei Ruto ameenda Kisii. Swala la stima hapo, unajua Turkana naelewa tena sana. Turkana ulivutiwa na mambo gani? Turkana kuna ukosefu ya maji. Lakini juzi kuna mandugu zetu ambao tumezungumza nao, wakasema ile distance walikuwa wanatembea from Lodwar town kuendea maji around about 30 kilometers. Sahi maji ni kama stima, inalipwa kama token. Unaenda unafinya tu hapo hivyo, na hiyo ni project ya serikali kuu ya William Samoei Ruto. Ni kama token, sio kama wakati ule mwingine ambapo ulikuwa unakuta kwamba uondoke Lodwar mpaka unatembea about 30 to 40 kilometers. Unaona? Na ukiangalia hata ukiacha Luo Nyanza, mimi katika mali nimeishi tena sana maeneo ya Miritini katika eneo bunge la Jomvu. Mheshimiwa why Ruto want time? Asante sana Umoshi. Mimi niko na mambo mingi sana ambayo inanifanya napinga Ruto, na sijapinga Ruto kuanzia saa hii. Nimepinga Ruto kuanzia 2007. Na Ruto nilimjua wakati alikuwa MP Eldoret South kama MP, mpaka wakati Ruto kutoka 1992 akiingia kwa serikali kama youth leader wakati wa Moi. Hiyo ni mwaka gani? Hiyo ni 1992. 1992 ulikuwa na kitu gani? 1992 nilikuwa na 12 years. Na mtu wa 12 years kwa class 12 years hapo nilikuwa na class 6. Nilikuwa naanza siasa. Mimi nilijua siasa kutoka kitambo sana. Ikiwa mdogo sana. So sasa wakati ninaposikia ndugu yangu akiongea mambo kuhusu, na mbona ulimkataa hivyo? Nilimkataa hivyo kwa sababu one,
Ruto amekuwa MP Eldoret South term 2. Na ukienda mpaka saa hii Eldoret South bado iko venye ilikuwa. Hata wakati tumekuwa kwa serikali ya devolved government. So ametoka, usifanye nimpigie simu. Unaweza mpigia. Nimwambie namjua vizuri kabisa. Unajua Ruto? Namjua vizuri kabisa. So Ruto mwenye napinga, unajua Ruto? Namjua vizuri kabisa Samuel Ruto. So Ruto mwenye napinga sio mtu mwenye nimejua jana. Na ujue Ruto pia aliuza mayai. Aliteseka, aliuza mayai na baskeli. Hata najua pale penye alikuwa anauzia pale Solokoi kwa junction. Akisema na alikuwa anauza mayai. Ruto alikuwa anauza mayai. So sasa kutoka 1992 Ruto akiingia kwa siasa kama youth, Ruto alianza kuuza mayai, alianza kuuza mayai wewe. Ruto akianza kuuza mayai nilikuwa bado mchanga. Lakini ulimuona kuuza mayai? Nilimuona hata ni wewe. Wewe unauza kuuza mayai. Umeona Ruto kuuza mayai? Ruto nimejua hata historia yake. Unataka unakonfirmia wa Kenya ni ukweli. Ni ukweli. Ruto aliuza mayai. Ruto aliuza mayai na kuku. Hiyo ni kitu sio fiche. Aliuza mayai. Sasa Omosh, kuku na mayai tofauti kwa wapi? Si kuku ndio inaleta mayai. Bwana, kuku ni kuku na mayai ni mayai. Hakuna Omosh. Acha nikuulize. Swali yangu ni kuku ndio inaleta mayai. Si ni kweli ama ni uongo? Kati ya mayai, sasa wacha nikuulize tu swali simple. Kati ya mayai na kuku, gani nikuja mbele nyingine? Kuku. Na mayai kutoka wapi? Si mayai kutoka kwa kuku. Kama mayai inatoka wapi? Na nini nazama mayai? Kuku ndio inataga mayai. Na mayai kitagwa sina ikigoma tena inatoa kuku. Inatoa kuku. Kwani mlo? Na sasa inafaa ujue hivi zaidi. Na si nimejua zaidi ndio maana yake nakuelimisha. Sasa unajua sasa Ruto alikuwa anabeba kuku pande hii. Bwana wewe hizi kuku una mayai bwana. Kuna sasa wewe ndio unataka kuconfuse. Jamani, wewe ndio unataka kuconfuse. Sasa wewe utauza aje? Itapasuka. Itapasuka aje? Mayai aje. Kuku na mayai unauza aje? Kwani mayai inabeba aje? Ruto aliuza kuku kama aliuza mayai. Ruto ameuza kuku na mayai. Sasa Ruto aliuza kuku na mayai. Akakuwa saa hii ni president. So sasa tukikuja kwa mada ni ya kwamba kienda pale Eldoret South, kusema ukweli hakuna development Eldoret South imepata mpaka saa hii. Ruto ameingia kama Minister of Agriculture na tumeona sekta agriculture venye imekuwa na changamoto wakati wa wakati wa Kibaki na agriculture ikafika mahali Kibaki akaona huyu mtu siwezi endelea naye, akamwachisha kazi. Mwenye alikuwa exactly. Yeah. Sasa venye wewe umeweka hivyo, juu mimi unajua sikuwa namtambua. So Ruto amekuwa deputy president. Yeah. Zile tu wakati zenye Ruto amefanya wakati amekuwa kwa doctrine ya deputy president za kushangaza, kwa sababu Ruto ametuambia ya kwamba yeye hajafanya maendeleo kwa sababu hakuwa na mamlaka kwa serikali ya Uhuru Muigai Kenyatta. Na tunapojua ya kwamba wakati function ya deputy president ana act wakati president hayuko ama wakati president ako busy na mambo mengine. So kuna wakati president anaweza kuwa anataka launch mambo fulani na maybe kwa kalenda yake imekuwa schedule. Alikuwa anatuma William Samoei. Instead ya William Samoei Ruto kwenda kukamilisha zile vitu ambazo bosi wake ametengeneza ama amemwaahidi, yeye anaenda campaign. Venye ataoutshan president wake kukuwa president 2020. Tukikuja 2007, William Samoei Ruto in Kiambaa amechoma watoto wetu kwa kanisa. Kuna Evidence iko. Uko na evidence? Social media iko everywhere. Iko everywhere. Kila mahali. Even kwa social media. Wakati 2007 enda confirm 2007 wakati wa post election violence. What happened? Uko na evidence? Evidence iko.
evidence iko. Post election hata wewe ulikuwa, sio huko 207 nilikuwa class 6. 207 ulikuwa class 6. Nilikuwa nasoma. Lakini ukashuhudia kuna jasi inafanyika wakati wa siasa. Kuchoma kwa kanisa mimi usiniwekea, hiyo ni yako. Sijasema nimekuwekea, lakini ulishuhudia ukasikia kwamba siasa mimi sikusikia. 207 watu walikufa kwa sababu ya siasa, na siasa ilikuwa mrengo ya William Samoei Ruto. Lakini watu Ruto alikuwa president yake. Hakuwa president, lakini alikuwa one of the candidates wenye hakuwa, lakini alikuwa supporter, alikuwa ana support mtu, Bas kama ana support mtu mmoja alikuwa na support inafaa chukuliwa tu, sio vile no, astahili yeye ndiye alikuwa part of that, part and parcel of what happened. Na paka to extend hata ukiniambia yes, Ruto angefanya hizi vitu zote. Sasa ingefaa Ruto akawa ameshikwa na amewekwa ndani. Omosh, wewe sio mgeni kwa hii siasa. Nafikiria hivyo. Na nafikiria naongea na ule mtu ako mwerevu sana kwa siasa. Ruto alipeleka hii sama kupelekwa. Walienda Hague kwa sababu ya nini? Ruto anaenda Hague atalichoma watu kwa kanisa. Alienda Hague nini zilifanya Ruto akapelekwa Hague? Tuwaseme. Chukua simu yangu. Then Abu Google ulize kwa nini Ruto alipelekwa. Si mimi ndio nakuuliza. Sasa uniambie. Mimi nimekuuliza. Alichoma watu kwa kanisa. Alichoma watu kwa kanisa. It is numbered iko kwa nimekuuliza, nimekubali na wewe. Alichoma. Ngapi alichoma ngapi? Watu ni wengi. Watu walikufa wengi. Sio sema kuna evidence. Kuna evidence iko kwa social media, iko kila mahali. Nimekwambia enda kwa platform 207 post election. Unanielewa? Wewe ulikuwa hai, sio huko umekufa. Mimi nilikuwa nasoma. But you know. Mimi nilikuwa nasoma. But ukajua kuna kitu imefanyika. Hata hakukuwa na gari ingetoka huko Siaya kwenyu ikuja hapa Nairobi. Si ni ukweli ama ni uongo? Sasa unataka kuniambia mambo ya 207 mwenye alifanya hizo vitu zote zikafanyika ni William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, because he was fighting for Baba to be a president in 207. Nani alikuwa anasukuma Raila Amolo Odinga kuwa president? Na kama unasema hizi vitu zote, unaona nini itamshinda tena kurudia 2027? Okay, ile kitu itamshinda kurudia 2027 ni one, zile promises ambazo alitable wakati alikuwa ana campaign for 2022. Promise number 1 ni Ruto alisema. Promise number 1 alisema ya kwamba atainua watu wa kutoka chini aweke juu. That is bottom up. Hajainua. Aya 2 alituambia kwamba atatengeneza barabara ya kutoka Nairobi iende dual mpaka Malava. Mpaka up to date bado hajatengeneza barabara. 3 William Samoei Ruto alisema ya kwamba atarekebisha mambo ya health system. Up to date, right now tuko na corruption kwa health system. Mpaka saa hii tumeshindwa kwamba kuna mahospitali hata saa hii hazina madawa. 4 ni mambo ya affordable house. Ruto alisema ya kwamba ataweka affordable house. Ameweka, lakini hiyo affordable house iko under corruption. Hajatuelezea pesa zinatoka zile pesa zenye zinaloketiwa zikijenga hiyo affordable house, na venye wale watu ambao wanatumia wanapata hizo affordable house, the correct way ya kupata hiyo affordable, because tumeona watu wengi wanalalamika, wanaenda wanaonyeshwa nyumba. Uko na affordable? Mimi uko na affordable? Mimi sina affordable, lakini ninajua kwamba haya nataka mimi kama mmoja kama wanataka affordable. Wewe ni mtu wa Totam, niambie nikipata affordable naweza pata wapi na ziko wapi penye zinapatikana? Bwana Omosho wana ni pesa ngapi yenye mtu analipa? Bwana Omosho wana, kabla nifikie hiyo swali ambayo unauliza, nataka niambie huyu ndugu yangu, nimesikia huyu ndugu amezungumzia swala la rais. Mego. Naam.
nyumba ni pesa ngapi? Nataka nyumba affordable. Affordable, Nataka one bedroom. one bedroom ni 5,000. 5,000. 5,500. 5,500. You know one bedroom. Oh, Two bedroom, that is 6,000. 6,500. which means One bedroom. one bedroom na two bedroom zimewachana 1,000. Yes. Bed sitter The sitter ni 3,900. zimewachana 600. Yes. So, Omosh, Ziko wapi? nyumba zinalaunchiwa ziko, I think that time uliweza kuona wewe mwenyewe Bed nini affordable. affordable. Ziko wapi Nairobi? Hebu nenda hapa Mkuru kwa Jenga, nyumba zimelaunchiwa hivi majuzi. Nenda hapa Bahati, nyumba zaendelea kujengwa. Nenda hapa naitwaje, Ndugu yangu. Usifuatilie mambo ya affordable. wewe umeulizia affordable. Nimekuuliza usifuatilie mambo ya affordable. Nimefuatilia tena sana. Haya. Kwa one bedroom ukinunua ikwe yako. Yes. Unatoa pesa ngapi? Ninunue. Kama unanunua nyumba ya one bedroom affordable ikwe yako unanunua pesa ngapi? You know, kununua nyumba hiwe ni yako, kuna certain amount, kuna procedure Ndio nakuuliza ni ngapi? Naam. Nataka affordable. Affordable. It's around 100,000. That is the procedure that ambao unafanya. One bedroom ukinunua na 100,000. Get me right. Nyumba Get me ama right. ndisi ama viazi Get me right. Naomba unielewe. ndugu yangu, Kuna procedure, hiyo pesa yenye unasema, sikia, nimekuambia tuko affordable. Nimekuambia nyumba ukisha umepata nyumba. Sawa sawa. Nyumba ukishapata, kuna lipa mdogo mdogo. Haya, kuna lipa mdogo mdogo. For 30 years. Nataka uniambie. For 30 years. For 30 years. So 30 years unalipa pesa ngapi? So 30 years ukikamilisha, nyumba inabaki kuwa yako. Unielewa? For 30 years. So ukishapata nafasi kuingia kwenye hizo nyumba, then unalipa pole for 30 years. So for 30 years according to the statement of government, nyumba inabaki kuwa yako. Haya. Mimi mmoja kama bwana nataka nyumba, inakuja na pesa ngapi? Unataka nyumba. Nataka yangu sasa, ni nyumba ikuwe ni yangu. Mimi yangu chilipi na sasa ni yangu. Nanunua. Inafaa kuja na cash. Ya pesa ngapi? Nataka affordable. Unajua bwana Omosh, kulingana na vile I don't think naomba tuseme hii ni pesa nimebeba. Nataka uniambie ni pesa ngapi niko nayo. Nataka affordable. Nisikize. Sawa. Pale tumeambiwa kwamba kuna registration kidogo. Wewe ni mtu wa tuta. Mimi ni mtu wa one. Wewe ni mtu wa one time. Unajua mambo ya affordable. Mimi mambo ya affordable sijui, na tena sina haja ya kujua kwa sababu ni kitu yenye haitanisaidia. Nataka nikupe 100,000. Unipe nyumba hiyo affordable. Umesema 100,000. Nimekwambia hiyo 100,000 unayoongelea. Nimekwambia hiyo it is just a matter of procedure. Kim, vile utakaipata nyumba. Kidogo. Kim ako wapi Kim? Kim ametoka. Kim yuko. Mtu affordable, ongea. Endelea. Nimekwambia bwana Omosh kwamba hiyo pesa ninayozungumzia, hiyo mambo ya 100,000, it is just a matter of vile utakaifanya nini. It is a matter of registration. Sawa. Mimi nataka affordable. Unajua wewe unaongelea mambo ya kununua nyumba. Na mimi nimekuambia kwamba kuna registration unafanya. Unaona? So hiyo registration ndio nimekwambia ni 100,000. Unajua Omosh amekuuliza swali simple. Sasa Omosh hataki kwenda mambo ya registration, yeye ako na pesa anataka. Ako tu sawa.
Sasa ndio nipate nyumba, ndio nipate mimi ni hustler. Mimi nitafute 100 ni register ndio nipate, you know that amount. Unajua hiyo pesa wewe unaweza afford, wewe unaweza, you know meaning of affordable. You know, Omosh, hiyo affordable ndio mdogo mdogo hiyo ninayozungumzia. 100,000 hiyo station is not affordable bwana. Itakanyingwa. Nimekuambia Omosh. Nimekuambia. Why 100,000 Jason? This 100,000 sio kwamba unailipa kwa safari moja. Umenielewa? Wacha nataka nikupande. Kaa hapo sasa usikie kabisa. Affordable. Serikali ilisema inatoa over 120,000. Unaona? Hiyo ni deposit. Inafanya nini? Unatoa. Hiyo nyumba like 1 point, ndio ununue nyumba ikuwa yako. Because it's like 1.2 million, I think kitu kama hiyo. 1.2 million. Na nimekuambia one day. Na nimekuambia aje? 1.2 million. Ulisema 100. Nimesema 100 is just a deposit. 100 wewe. Nimekuambia 100,000. 100,000. Ni 10%. 10% ni pesa ngapi? Of how much money? 10,000. Nini 10% of pesa ngapi? Ya 10,000. Hiyo ni wewe unaongelea. Unajua sasa kulingana vile unauliza. Nimekuuliza 10%, nimekuuliza na kutolea 10%. Nimekutolea pesa ngapi? Of 1 million. Si ni 100,000. 100,000. Yes. Yes. Wacha tuseme amen. Ni sawa. Ni 100. Yes. Mtu watu watuta, huyu ni mtu wenu. Na aende na anaongelea mambo ya affordable. Na thing akikuja hapa train na naomba kitu yenye najua. So akitoka hapa hii ndio tunatoka nayo hapa. Ukitaka kununua nyumba unalipa 100,000, unangoja hebu nielewe pesa yako. Bwana Omosh wanao. Nisikize. Nimekuambia hii nyumba unalipa for 30 years ndio nyumba iwe yako. Umenielewa? 30 years unalipa pesa ngapi? So ni kumaanisha kwamba kuna a certain amount ambayo unafaa ulipe. Sawa, unafaa ulipe ndio uanze ndio uingie kwenye hii nyumba. Sasa kwa 30 years nalipa pesa ngapi? 30 years nalipa pesa ngapi? That amount is a lot of money. Swali wameuliza 30 years. Unalipa ngapi? Relax. Wewe umesema kwamba mambo ya affordable hauziki nayo. Hauelewi. Nataka nijue. Nataka nyumba. Wewe nataka nyumba. Nataka hiyo affordable. Nataka nijue. Wewe unaona? Ajui, nataka ajui. Tulia Jomba. Bosi very good. Tulia. Unajua acha nikwambie kitu kimoja bwana mkubwa. Bwana Omosh wanawa ameniuliza pesa ambayo inafaa ilipwe kwa nyumba ya affordable housing. Exactly. Wewe umeulizwa kusema kwamba hauwezi jibu swali hilo kwa maana wewe hausiki na mambo ya exactly. Kwa hivyo wewe sasa wewe haya ndio sasa tunakwambiaje? Ndio wewe social yangu kelele hapo unasema kwa kweli unajua mambo ya affordable hapo unapiga kelele hapo. Huyu nani sasa huyu bana? Piga kelele hapo. Unajua mambo ya affordable. Ai. Affordable. Unajua nafikiri sasa huyu jamaa wewe huyu mtu wa one time. Huyu jamaa ako sawa. Anataka hajui. Ndio nataka nijue. Na mimi napeana maelezo lakini wanibonga unapeana maelezo uongo. Hamna hata hosi ameshaongea. Kidogo. Kima kwa Bikim. Kima yarudi. Wewe unajua mambo ya affordable? Kuja. Mimi wacha kuja. Leta kiti kingine. Wacha nikupe kiti. Leta kiti kingine. Haya sasa nimekupea dakika moja. Ongea na muulize kwa sikio.
Utapataje? Then mkuje mnipe hapa jibu tena. Okay. Acha tuseme affordable inapatikana hivi. Kwa Mkenya mwenye anataka affordable housing sahi. Kuna platform inaitwa Boma Yangu. Una login kwa Boma Yangu, na kama wewe ni mtu mwenye unatumia Katululu ama zenye internet, uta dial *832# Utadial *83#. nikakutoa kwa so yangu wewe. 82. So affordable housing in 690,000 ni bed sitter. One bedroom inaenda 1.2 million and two bedroom inaenda 2 million. One bedroom 1.2. one bedroom. Alafu mtu atalipa 10% kama unataka kupewa nyumba, alafu ni kama mortgage. Ni kama mortgage. Kwa watu wanajua mortgage utalipa 10%, alafu hiyo nyingine sasa utalipanga kama rent. Umesikia? Oh, I think abuli kubosa jina. Jina ni akula kula. Oh, akula kula on Friday. Yeah. Tuko na akula kula. Yeah. Versus Kennedy songa tena narudi tena. So Friday tena mapema. Akula kula mtu wa two term na Kennedy songa Kwa one time. mtu wa one term live. Kwa ni moto sana. Oh, so I think nani mtu wa one two term amekusaidia. Umeelewa sasa? Una dial Una dial *832#. hapa mimi nakuwa na security. Komala. Inafaa hapa kwa sote kuwa na security. Kuna watu one time tutatoa hapa mbio. Bwana unadalao nini? Ama nilite bodi kana kutoa unadalao. Bwana jinenge mimi budu sana. Oh, good. Ngeni ya ini terambia. Pole Kiswahili. Wajua hapa leo mwanzo hii show imekuwa poa. Kwa sababu niko na hundi pia. Lakini sasa kulingana huyu bwana ameeleza nilitaka kuwa counter Na bwana juu nataka eleza hii Venye huyu ameeleza sasa nimezuia nisikia. Huyu ameeleza uongo mtupu. haya. Rudi. Siku yako bado. Ameeleza uongo mtupu. sawa. 3 years bila mtoto anakuwa kwa serikali. Naam. Naam. Nataka unisambie vitano ile mtu amefanya. Wewe pia nataka akimaliza pia wewe nataka unisambie vitano ile Ruto amefanya. Unaweza mkumbuka nayo. Kwa hizo 3 years. Yamefeli. Oh, iko tu sawa. Wewe Nianze. Jambo la kwanza. Ruto amekuja na slogan kubadilisha SHA na ni SHA ilikuwa ni idara ya NHIF ambayo imekuwa na ufisadi mwingi tena sana. uko na saa Ni naye tunalipa. talipo Tunalipa pesa ngapi? per year 3,744 Hai au unalipa? per year, kumaanisha per month nalipa 312. That is the amount that Hapo tutaki tumesema nini? nimekuambia. Yearly unalipa? Yearly nalipa 3,744. Monthly 312. na hii 312 inakava nani na nani? My wife, mimi, bibi yangu na watoto wangu wawili. Sasa inafanya. Yes. Hiyo ni 1 2. Number 2, mambo ya stima. Mambo ya stima, Bwana William Samoei Ruto ameendelea nayo vizuri, kwa sababu ukiangalia vile stima, vile wale watu ambao wameendelea kuunganishwa stima, last mile imeendelea, na hiyo ni kazi ya Bwana William Samoei. Ruto ameunganisha stima. Hiyo ni tu. Yes. 3
3, vile vile nimekuelezea mambo ya wavuvi ambayo nimekuelezea kwa awali kwamba Bwana William Samoei Ruto aliwezesha wavuvi na kuwajengea soko ya kisasa, na ni sasa hivi wavuvi wanajivunia kazi nzuri ambayo Bwana William Samoei Ruto anafanya. William Samoei Ruto nini amefanya inaweza kufuka nayo? Okay, asante sana. Amefanya mzuri ama mbaya? Naweza anza na mzuri. Unajua wakati kila mtu ako na upande yake, hata kama ni mbaya, kuna mahali anaweza kuwa amefanya kitu. Na but zile vitu zenye zinafanya Ruto tunampinga ni zenye amefanya ni kidogo na zenye hajafanya ni mingi, ndio zinafanya. Kitu ya kwanza nikianza kwa uzuri ya William Samoei Ruto, hata kama si support, ni ya kwamba mambo ya talanta amewezesha kufufua talanta kwa taifa yetu la Kenya, kwa sababu tangu tupate uongozi devolution ama tangu tupate katiba mpya hatujawahi cheza chana. Hiyo ni swala ya kwanza ambao naweza mbulia kofia. Amesaidia at least vijana wetu wameanza kujikuza, ndio saa hii tunapata wakina Ogama wanaenda kuchezea nje, wakina Austin. Mambo ya pili, Ruto hii mambo nafikiria huyu jamaa wangu amechanganyikiwa kidogo, lakini hii mambo ya affordable nimeona akilaunch na kuna zile zenye zinaendelea hapo, at least amejaribu. Number 3 ni mambo ya walimu. Saa hii Ruto at least ameajiri walimu. Ni mtu wa tama naongea tena sikio. Yeah. At least kulingana na serikali zote ambazo zimepita, Ruto ameajiri walimu 7,000 teachers this year. At least kwa mambo ya education amejaribu kutia maanani kidogo. Haya mambo ya SHA ni ile kitu ambayo imemfanya SHA imefail, ni transmission ya hiyo system kutoka NHIF kukuja SHA. Lakini kuna na NHIF na SHA. I think sasa unaweza lipa leo na utumie kesho. Okay, mimi siwezi sema uongo kwa sababu sija apply hiyo kitu ya SHA, nijue kama unaweza tumia leo, kama unaweza apply leo kama una saa jaribu juu chini, kesho tafuta bana. Okay, hiyo nitajaribu hiyo. Sasa siwezi sema niko nayo na sina, kwa sababu kana nayo juu hata Gachagua alisema saa ni mbaya, alilipia nani? Alilipia Ngondo Mngote saa 1 million. Hichi ni saa inafanya. Uko na evidence Ruto Gachagua alilipia Mngote? Uko na evidence? Mngote. Saa zingine ulilipia. So mambo ya SHA at least ile kitu ambayo ningesema ya kwamba arekebishe ni mambo ya corruption. Hiyo pesa ya wananchi ambayo inapotea kupitia SHA, hapo ndio inafaa rekebishe. Haya, nikikuja kwa vitu 3 ambazo zimefanya na mimi nachukia Ruto, ni mambo ya uongo ya kwamba atatengeneza hii barabara kutoka mahali fulani iende mahali fulani. Yeye akitoka tingatinga zinamfuata. For example, ile barabara alisema anatengeneza wakati alikuwa Garissa. Akataja majina mingi ya barabara mpaka wa leo bado haijajengwa. Na ukitaka kuprove ni ukweli, kuna wakati deputy wake Kidiki alituambia kwamba we have alisema around 9 contractors. Ruto anakuja anatuambia wako na 20 contractors on the site. So unaona inamaanisha kwamba hawa watu bado hawajaelewana vizuri. So hakuna wote hawajui nini na nini inaendelea. Tukikuja kwa mambo ya means of transport. For example, hata ulisikia ndugu yangu Kamau akilia kwa social media juzi ya kwamba alipiga picha na pikipiki, na kuna wengine ulileta hapa kwa show walisema kwamba walipewa pikipiki watu 10, pikipiki 3. Na mtu mwenye anasema kwamba alipewa pikipiki, hata ukimwangalia
mwenyewe hata ukimwangalia unajiuliza huyu kweli ako na pikipiki. So wakati niliangalia hiyo empowerment ilifanyika huko kwa Oscar Sudi, niliona haikuwa na Oscar Sudi alileta magari, akaleta tingatinga, akaleta machereani hapo na the same pikipiki, na hapo si kuona wakisema kwamba ni group inapeana. I saw every individual akipata hiyo pikipiki. Kwa nini ikifika ni State House tunakuja tunaambiwa kwamba lazima mkue kwa group ambayo inahitaji sijui watu wangapi, mkue registered ndio mpate hii kitu? Haya, kwa nini ikifika State House tunaambiwa kwamba hii pikipiki inarudi kwa kampuni kufanya registration ndio warudie tena, kumaanisha kwamba hii kitu ilikuwa ni PR. Haya, kuna wakati tumeona kwamba Kindiki akienda kufanya mambo ya empowerment ya mama kule Garissa, mpaka wamama walikuwa wanapata 62 shillings. Sasa unashindwa hii ni pesa gani yenye inafanyiwa empowerment? Another thing, hajatuambia the originality ya hii pesa anatoa wapi, kwa sababu Ruto huwezi niambia Ruto atatoa kwa mfuko yake pesa afanyiwe empowerment. Na pesa yote ya serikali ambayo inafanyia each and everything in the government, it must be accountable. Ni lazima ikue kwa budget. Wakati Mbadi alisoma budget, hakutusomea budget ya kusema ya kwamba tumeweka hii pesa ni ya empowerment ya watu. Hatujasikia kwa budget hiyo. Hii pesa inatoka wapi yenye tunaambia kwamba inafanya empowerment? So nafikiria nimepeana more than nyingi za nyumbani yangu. Mtu atoto huko Nipo. napumua within kumbe huko. Haya, wacha nikuje Nairobi tukimalizia. Governor, unaona kama babu atatoa serikali? Mimi kwa upande wangu siwezi mshauri babu kweli kuwania kiti cha ugavana. Kwa upande wangu siwezi mshauri bwana Babu Owino kuwania kiti cha ugavana katika kaunti hii ya Nairobi. Manake Nairobi ni kaunti ya matapeli. Ni kaunti ambayo ina watu ambao Sasa lengo lao hata wewe mtapeli. Kwa sababu sasa kama gavana mmoja tu aliweza kukamilisha mula wake ambaye ni bwana Evans Kidero bila malalamishi, na kwa sababu aliweza kujiunga na hao vijana hao majamaa. Sasa wewe niambie, leo hii tangu tuwe na devolution tumekuwa na magavana wangapi hapa Nairobi? Babu Owino yeye ni bwana kijana mwepesi na ni bwana ambaye akona kililefu tena sana. Kama akona nia nzuri kwamba siku zijazo ataweza kuwa kiongozi bora zaidi Kenya hii, hawachana na kiti cha ugavana Nairobi. Awache bwana Sakaja aendelee na uongozi wake, akikamilisha apambane na hao wengine. Nataka unisaidia vitu tatu yenye Sakaja amefanya, yenye wewe kama Miguna unasema Sakaja apigiwe kura tena. Moja, mimi nataka niseme jambo ambalo bwana Sakaja ameweza kufanya, hii mambo ya dish na county. Watoto wanajivunia kula kila mara. kuna watoto Mimi hapa Nairobi. nina watoto. Ndio hivyo. Ni wangapi? Nina wawili. Wote wana dish na county. Wangu wako private. Yani sasa majirani wangu na waona. Unajua sasa ukiishi mahali popote unavyoishi, umeishi na watu. Mimi kuna majirani ambao wanafanya nini? Wanasoma katika hizi shule za Kanjo. Wanamsifu kila mara. Na hata nami pia, mimi ni mkaji wa Nairobi. Mahali popote ninavyotembea na waona tena sana. Si kana kwamba hata kama mwanangu haendi katika shule za public school, sasa sina habari kwamba yale bwana gavana Sakaja anasafiri hapa Nairobi. Babu Sakaja. Mimi kwa upande wangu bwana Omoshi,
ya kwamba na support 100% Sakaja atolewe kwa kiti ya kama na Nairobi. Niko na reason zangu mimi mwenyewe. Mimi naunga Babu Owino Ongili mkono kusimama kama governor wa hapa Nairobi. Kwa sababu gani? Sakaja badala ya kukua kama governor, na ajue ya kwamba anachunga city ambayo iko na the highest office of the president in the Republic of Kenya. Ameturn kama gunship. Kwa nini nasema hivyo? Wakati watu wameenda kufanya maandamano gunship, ni ukweli. Wakati watu wameenda kufanya maandamano, wewe umeona vijana wakizunguka na mapanga mpaka maaskari wameshindwa. Na huyo si listen, walikuwa hata wanapitia. alishikwa hapo. Sakaja was the one who financed the goons wenye wali distract mambo ya maandamano town. Paka hata wote walikuwa na picha. Niko na evidence. Na huko kuna evidence mingi sana. Si mimi tunaona hata huko kwa social media unaona. Kwani hizi maneno zote zinafanyika ukiwa wapi? Kuna evidence hizi bado ya Sakaja. Sakaja yeye ndiye alija. Iko hata kwa social media. Alifinance and we know it. Sasa wale maguzi wenye wametembea town. Sasa wale maguzi wenye Sakaja ndio chairman ya maguzi. What does it mean? Is it okay? Is it evil? What does it mean? Analipa pesa gani? Hiyo mimi siwezi jua kwa sababu I'm not part of that. Because that's why ina support Babu Owino to be the governor of this city. Another thing, Sakaja amefanya city yetu imekuwa ni chafu. Mpaka saa hii Musiri anatembea akiuliza wamama wetu ya kwamba wewe unafunika dustbin. Wamama mpaka wanamuuliza mimi na dustbin, nani alikuja mbele ya dustbin? Saa hii nikimalizia kidogo bwana Omoshi. Juzi umeona mambo ya insecurity ikiwa juu sana Nairobi. Hata wewe ungepita na hii suti unapakwa mafi na watoto wadogo. Town pale Tombo ya street ukienda paga nini hapa hizi streets zote za town umeona hata paga tumekuwa na crackdown ya police kuarrest wale watu ambao wananyang'anya vijana wadogo wamejiunga, wanapaka watu wanatoka kwa ofisi zao wanawanyang'anya masimu. Insecurity iko high in Nairobi County. Wewe huwezi tembea utoke saa hii town ufike pale ambapo unafika kwa sababu you fear yourself, you fear your life. Hii mambo yenye ndugu yangu anaongea ya county na dishi, mimi naweza kufunua ndugu yangu mawazo kidogo. Hii mambo ya county na dishi, it was propelled by the hiyo ni msaada ambao ilitoka ng'ambo ikakuja isaidie watoto wako vulnerable hapa county. Lakini ukiangalia kwa hiyo nini wakati wa Sonko. Sasa Sonko was not requested. Mbona hukutoka wakati wa Sonko? Mbona ikuje wakati? Sisi saa hii tunaongelea wakati wa Sakaja. Nimeuliza wakati wa Sonko, mbona hukuwa na dish na county? Sonko alikuwa na Sonko rescue team. Alikuwa anajiweza, kila government inakuja na mambo zake. So Sonko angekuja na proposal ya county. Hii msaada ndio ije nchini Kenya. Ni akina nani ama ni kiongozi mgani ambaye aliketi chini na hao viongozi hao viongozi kutoka ng'ambo ili waweze kuleta hiyo nini hapa nchini Kenya? Okay, wakati Governor Sonko Sakaja alikuwa alikuwa amepromise anakuja na county dish. Na hiyo ni government yenye ili negotiate na national government. Hii government ni nani? Sasa government si ni William Samoei Ruto na county government ya Nairobi. Na county government inaongozwa na nani? My friend. Wacha na Sakaja. Si ndio? Sasa county government ndio. Na sasa wewe ukisema nakwambia ngoja wewe ukisema nimekueleza na wale. Nimekuuliza county government it is propelled by governor. Ni ukweli ama ni uongo? Na governor anapata maelekezo kutoka kwa national government
national government. When any msaada inatoka from abroad the country inakuja kwa national government, and then from national government ni ina substitute kwa county government, unanielewa? So kuwa na akili wakati unakuja kwa sio mambo unaelewa, unanielewa? Wewe umesema kumaanisha kwamba bwana Sakaja was part of the deal. Umesema kwamba wale viongozi wale wa nje ndio waweze kujadili ili swala la msaada, lazima tuwe na county government, leadership ya county government na national government. Who is the head of the county? Si ni governor of the county, governor Sakaja. Kumaanisha kwamba kama national government wameketi chini ambaye ni bwana William Samoei Ruto, kumaanisha kwamba wamekaa pamoja na bwana Sakaja, kumaanisha hii deal imefanyika county government na national government. Si kweli? So wewe unatuambia nini? Unatuambia kwamba ati wale watu wale sasa bila government question. Swali yako hapo ni gani? Swali langu ni kwamba wewe umesema kwamba hii msaada ilitokana na watu wa nje. Si ndio? Na nimekuambia ndio msaada hii. Mimi nataka swali hapo, usinielezee because nimekuambia hii yote unayozungumzia imesababishwa na governor wetu ambaye ni bwana Sakaja. I think Mr. Ross, huyu ndugu yangu ni venye hajaelewa, ndio nilikuwa namuelezea. Sasa ndio nilikuwa nakuja na kuambia kwamba ukiangalia kwa hizi mashule zetu ziko na dishi ya county, utagundua mzazi analipa, kuna pesa analipa mpaka kuna pay bill which is 5 bob. Yes. Hii 5 bob ni ya nini? Kwa sababu kama hii msaada imekuja free kusaidia why is it that county government inarudi kunini kuambia wazazi walete pesa fulani ndio watoto wao wafanye nini? Wasikule. 2017 kulikuwa na msaada wa chakula. 2017 kulikuwa na msaada wa chakula. Ya nani? Ilikuwa vipi? Ilikuwa vipi? Maybe nielezee. Ilikuwa ya nani? My brother. Unajua wewe umeeleza hapa kwamba huwezi pingana kwa kila kitu. Huwezi pingana kwa kila jambo. Kama mtu ametenda mema, unaona, lazima tumshukuru. Kuna yale ambayo gavana wetu amefanya. Ni sawa. Umeelewa? Wakati mimi nimeexplain, nimesema hii mambo ya county dish ni sawa, lakini kuna mahali ambapo corruption imeingilia. I think nili-explain namna hiyo wakati nilianza hivyo, na nikasema kudish na county is good, ni sawa, kwa sababu ina feed over 500,000 people, vulnerable children. Unanielewa? Lakini why is it that ya kwamba anarudi kuuliza paka amepeana pay bill ya kwamba watoto lazima walipe hata kama ni 5 bob? Hii pesa inaenda wapi? And yet the county government is supposed to purchase over it. My brother, you need to reason like a gentleman. Unajua huwezi tuambia wewe umepewa msaada wakati alikuja in 2017 wazazi walishindwa, walikuwa wanalipa everything. Wewe mtu amekuja amekutolea burden ya kama tuseme kwamba ulikuwa unalipa 200, mtu haja ya kutolea 2017. My friend, ngoja nikuulize, 2017 get my point. Ilikuwa kwa uongozi. Get my point, my friend. 2017, I want to ask you a very simple question. In 2017, which government was in control? What I'm trying to explain is this. Tumekuwa na governor Sonko. Nimekuuliza kwa nini hayo yote ambayo yamefanyika ambayo inayoendelea nchini ambayo inayoendelea county ya Nairobi sasa hivi, mbona hayakuweza kuendelea wakati ule mwingine? Ukaniambia governor Sonko alikuwa na mpango ingi. Yes. Sivyo ndivyo mmenijibu. Lakini sasa wakati tumekuwa na governor sasa ambaye ni Sakaja, ambaye amekuja na program ya kuwezesha watoto wetu wawe wanafanya nini? Wawe wanakula katika shule zetu. Si kweli? Umeambiwa tuseme kama ulikuwa ulipe 200, umeambiwa gharama ya 195 umeondolewa, pay only 5 shillings. Bado unapingana ati mambo ya mimi nimekuuliza. Tukimalizia juna hii mambo ya Sakaja inaleta mingi sana. So kwa dakika moja tu. Yes. Asante sana. Mimi ningelipenda niseme kwa mafans wangu kwamba mimi langu ni MC Miguna. Mimi ni MC, hiyo kazi naifanya vizuri sana.
na nimekuwa nikifanya. At the same time mimi ni mwanabiashara, nafanya kazi yangu ya samaki. Wale viongozi ambao wangependa kula samaki safi, wewe nitafute, pigie simu wakati wowote, nitakuletea samaki mahali popote unapotaka. Kwa hivyo mimi ni MC Miguna Miguna kwa kwenye TikTok MC Miguna Miguna, Facebook David Pascal, TikTok MC Miguna Miguna. Hivyo ndivyo napatikana. Namba yangu ya simu ni 0702 282 557. Nikitumia ile muda kidogo ambao boss ametupatia ya kwamba mimi naye naitwa Kelvin Kisia, na mimi nawania kiti ya MCA North Maragoli Sabato constituency, hiyo iko Vihiga County, na ningeweza kuambia vijana ama Gen Z ya kwamba wakati tunapoendelea na hii movement yetu ya one term, kwa sababu one term ndio siku zote. Tumeona venye watu wa two term hata wana support two term, lakini hakuna kitu wanaelewa. Ni ya kwamba tukate kura, tukue na kura so that 2027 watu kama hawa tuwaondoe kwa serikali. Kwa sababu kama hawezi explain mambo ya affordable, then hakuna haja ya kuwa kwa serikali. Unanielewa? So kwa social media utanipata kama Kelvin Kisia, TikTok, Facebook utanipata kama Kelvin Kisia, na mimi nimeshukuru sana Mr. Omosh kuzidi kukuza vijana namna hiyo. Thank you. Asanteni sana. Hiyo wote tunapata hapa Landos Cafe. The Lord. Iko hapa Bicenter. Tuko na chakula tamu sana. Ukifika hapa Landos, ukitaka mahali pazuri pa kupumzika, kama uko na birthday, ukikuja hapa juu tutakukatia keki kwa bei nafuu. Tuko na supermarket yetu hapo chini pia, kama unataka kufanya shopping kuja hapo. Tuko na chemist pia hapo chini, so tumekaribisha kila mtu hapa. Every Monday kama almost kama 1 hour niko hapa kutoka saa 6 mchana mpaka saa 6 usiku. Wednesday tunavuka mpaka kidogo. LTN Luo Training Nation o Marinas pia ko Landos Wednesday kutoka saa 6 mpaka saa 6 tena. On Friday kama almost kama 1 hour, 1 term 2 term kineo 1 term 2 term ameniangusha mbaya. Tukutane Friday. Asante sana, Mungu awabariki. Koromogi winjo maler ahinya mano ne siasa mabende nomako iye kanyo Maradar, neno kaka ji wacho kanyo no endo. Wan kaendi Landos iluongo ni Landos Cafe and Lounge. Ne ng'ama bende chunye nyalo gombo arado, inyalo biro kachiel Landos nyalo neno kanyo no endo, gik moko ni kama opogore. Koka mano nyakwaro mogi wachakoro muru kendo next time. Aneno Sami Junior nene kacha. Sami Junior nonde kacha ni nitawaoa wote. Yeah, waliluongo ni Sami Junior. Ne jok mabende obedo kacha nyakotieko. Thank you so much. Wachakoro muru kendo next time. Aneno ka ji wuok kanya kachiel to wan kaka LTN Luo Training Nation pod wakelo ni gini kaka neno ni endi. Ne jo ng'ama sani be donjo kanyo inyalo ndiko comment ni achiel kachiel bikonwa ni to ni winje nare to gikunde mabende wanyalo improve achiel kanyo no endo. Kokamano kaka pile pod iluongano Marinashu mari chieno jamana mbele chiene mineno mbele mioko wa subscribe uru. We are working on ways mo nyalo chako digo live hapa nineno ka wan gi wa organize kanyo no endo, wan gi gik moko achiel ariyo adek kanyo kuma bende watemo mondo mi bende wakel gini achiel kachiel. Koka mano nyakwaro mogo chakoro muru kendo next time mapoden LTN kuma mopandi inyenyo.